Hey, what's up everybody? It's another beautiful day in front of you. Okay, sasa hebu tuongee. Wanasema vipi je? Tena ukaanza kufikiria kwamba usifikirie positive. Listen, kwa nini sio positive? Listen. Sasa kuna kitu kimoja kwamba kwa nini sisi wanaume waga mambo yanatokea alafu tunaona tukausha tunakaa zetu kimya, lakini nyinyi kitu kidogo mtu ushalipuka. Kwanza subiri kwanza hapo nataka niongee kitu. Kwa nini wanaume hampendi ku express vitu zenu? Nikianza kuongea mimi anaonisibu kila siku ni mengi, cha kwanza. Afu cha pili hasa nikiwa naongea kila siku ambayo ananisibu mimi utaniona kitu ambacho sijui kwa nini wanaume wengi wa kimya. Unaweza kumkuta mwanaume aongea ana matatizo lakini kayaweka hapa. Aongei. Kwa nini? Mimi nataka nijiulize. Watatuambia wenu mnashiana nani? Watatuambia watu wale kwenye comment section. Wanaume wachache sana wanaweza kusema mambo yanawasibu kila siku anachopitia. Watatuambia leo. Most of them. Sijui kwa nini. Hey, what's up everybody? It's another beautiful day in front of you. Ben hapa niko na Azra. Bana, leo tutaongelea topic moja kwamba kwa nini wanaume sisi waga tunapenda kukaa kimya mambo yakiwa mengi, alafu hawa kina bidada wanapendaga ku overthink. Kitu kidogo anafikiria. Nikiwa niko busy, Ruben kaeka friend mode, Ruben yupo ana cheat sasa hivi anazagamua. Why? Kwa nini usifikirie positive? Listen, kwa nini sio positive? Listen carefully. Kwa nini weke apple boy? Kwa nini? Sometimes nakuwa sema ambao unakuwa unahitaji utulivu. Hapo naomba niingize kitu. Mtu unajiona kabisa haupo sawa. Jaribu kumwambia mwenzako kwamba sipo sawa, nipe muda. Maana nakwambia sisi ndo maana. Kwa nini mtu msikwambie mwingine anakaa kimya, anakaa kimya hata siku mbili ya kuongelea. At the end of the time ukija kumuuliza anakuambia, na mambo yalikuwa yanasumbua kichwa. Mbona unaongea kama una uchungu? Kuna kitu nimekukuta. Muuliza, nasema sikiza nikwambie, hizi ni vitu ambazo zipo na zinatokea. Kuna mambo yalikuwa yananisumbua. Sijui kuna vitu vijakaa sawa. Then uliniambia, ungesema hata kama kuna changamoto zingine zikitokea natakiwa nikae kimya, it's not necessary to tell you each and everything that's happening. Kwa hiyo ukikaa kimya unategemea nini kwa upande wa mwenzio? Sijui nikwambiaje. Ndio shida inapokuja, nyinyi mnafikiria sana. Sasa nakwambia, of course I'm overthinker. Chochote ninachokifikiri ndio kitakuwa sahihi. Huyo ndo mimi. Jamani, Azza ndo yuko hivyo, yeye ni overthinker. Chochote ambacho unaona kiko sawa. Jamani, Azza huyu. Sijui nisemeje lakini ndo hivyo. Okay. Kitu kidogo tu mimi nafikiria venye nafikiri najijibu na venye najijibu. Ushawahi kutokea kwamba hivyo mtu wako alikuwa kidogo yuko busy afu akakaa kimya ukaona kama kuna mambo yako sawa? Of course. Ilikuwaje? Experience. Kwanza mimi mtu ukikaa kimya tu nitajiuliza maswali mwenyewe, nitajijibu mwenyewe then hivyo. Shida iko wapi ambayo inafanya mwanaume anakuwa anakaa kimya? Anaona bora simwambie mtu hichi kitu. Sijui kwa nini lakini nimejaribu kuuliza unakuta mtu hawezi labda kushare mambo na mtu mwingine. Anakuambia nitafix tu mwenyewe. Na vitu vingine siwezi kumwambia mtu yoyote. Nitamalizana navyo mwenyewe. Sawa. Ngoja nikuulize swali moja, nasema kwamba hivi, ukiona mwanaume yuko kimya, mwanamke anatakiwa afikirie nini au asifanye nini? Mimi ni mdaoni niko quiet. Wewe unatakiwa kitu gani ukifanya cha kwanza ili isije ikawa shida ya mimi na wewe kutokuelewana, kuna mambo yataende sawa? Mimi naona hapo kwa upande wangu mimi labda nitajaribu kukaa chini na nikuulize nini shida. Hata kama ukunaambia shida ni nini, ila tu labda useme. Hivyo sasa ndio inavyotakiwa kuliko kwanza ku overthink na kufikiria negative. Listen. The problem is wewe kufikiria negative hicho. Mimi nikwambie. Lakini hapo nimejibu kwamba mpaka huo muda ambapo nitakapokaa naye chini, mpaka ambao huo muda tutakapokuwa tunaongea, kumbuka alishakaa kimya hapo, alikuwa hataki labda usumbufu, sijui hivi. Kumbuka alishakaa kimya. Kwa hiyo nilishajiulizaga maswali mwenyewe, nilishajibugi mwenyewe. Kwa mpaka nifika hiyo hatua kwamba ndio nimekaa nimemuuliza ndio hivi kasema hivi na hivi na hivi. Ngoja nikupe life experience yangu ambacho kishawahi kutokea. Kuna muda ambao nakuaga niko busy. Unaona, nakuaga nahitaji amani, nikwambiaje, kuna muda fulani mtu unakuwa huko sawa unahitaji utulie mwenyewe. Lakini sio ukimwambia mtu wako Azza au fulani nahitaji sasa hivi ni focus on something, naomba tutawasiliana kesho. Utaanza kunifikiria vingine na hapo nimeshakupa taarifa
Shida kama ni kupata taarifa mnapewa. Sasa subiri nikwambie. Ukipata understanding girlfriend atakuelewa. Wachache ndio shida. Nakuja swali ya kwamba hivi wanawake ku overthink ni tabia au ni ukosefu wa communication between yeye na mtu wake? Mimi naona hiyo ku overthink kama ni tabia yetu. Kwa sababu unaweza kukuta wote au wengi. Most of them. Napenda ku overthink. Ni help. Inashia kusaidia kwa chochote unapo overthink kufikiria kisha wapi. Sometimes kitu ambacho ndiko unakifikiria na nijibu ndio kinakuja kutokea kweli. Then sidhani kama ni nini. Mimi sijui lakini ndio hivyo. Kila kitu kingine mimi nataka kuuliza. Wewe ushawahi kuona msichana anakuambia kwamba mimi siko sawa, nipe muda na Francis Pini? Ushawahi kumwona msichana sawa? Huyo kwako ya huyo. Msichana yupo yupo. Huyo kwako ya. Msichana yupo ana. Mimi mnaona most wanaume. I don't know why wanaume kidogo. Jamani, kwenye comment section naomba tukajitetee. Huyu anazidi kutukandamiza kila siku. Anazidi kutukandamiza kila siku. Yaani okay. Ni kwa kiasi gani malezi au jamii vimechangia mwanaume kushindwa kuonyesha hisia zake? Hapo mimi naweza kusema labda katika familia aliyotokea. Na familia zingine ambazo zinamjenga mtu anakuwa hivyo. Of course, unakuta familia nyingine shida hawezi kuipeleka kwa baba, shida hawezi kuipeleka kwa mama. Itabidi tu afe naye. Kwa unakuta mtu anakuwa kwa sababu ya the way alipolelewa. Kwa unakuta mtu anakuwa kila kitu anamaliza mwenyewe. Hivyo ushawahi kumpata huyo mtu ambaye anakuwa since yuko hivyo mdogo, matatizo anaenda mwenyewe, hata kama anaweza kapeleka kwa mama, kwa baba, hamna mtu anayejali kushiriki. Sasa ndo wanaokua mpaka anakuwa kushia vitu na mtu, na hiyo ni mbaya. Yani hiyo in reality hiyo ni mbaya. Unawashauri nini wanaoangalia leo kwamba kitu gani wakifanye, especially sisi wanaume? Wengine ndio mtu anajinyonga. Nyinyi wanaume nyendo mna ushamsikia wanaume gani kajinyonga hivi? Unajua kuweka mavitu mengi moyoni mbaya. Nataka ndio nakwambia mbaya. Kufukia tu vitu, una mtu akushia naye husemi. Yani mambo yanakusumbua, unakaa naye unayabeba. Mwisho wa siku ndio hivyo. Utakuta kitu kidogo ashajichukulia maamuzi mkononi. Mimi naona kwangu mimi haijakaa sawa. Ukiwa una tatizo kama uwezi kumwambia labda mzazi, unaona kabisa tafuta hata mshikaji. Kama uwezi kumwambia mshikaji, hata mtu wako. Magaya wala yani katika viumbe ambao sio waamini wana. Mimi naona safe place ya kumwambia mtu wako ni hivyo yani. Okay, ni tofauti gani kati ya kuhitaji space na kuepuka mazungumzo? Yani mtu anakuambia kwamba yani kwa mtu namna gani mtu ambaye ata address kitu kwako, unajua huyu sure anahitaji space ili ahil, lakini huyu anaomba space ili tu yani hataki maongezi between mimi na yeye. Namna gani? Hivi unajua kuna wale watu wako na anger issues mtu unatakiwa kuelewa mtu kama unatakiwa muelewe kabisa kwamba huyu umsome mtu wako ni mgeni kwamba huyu kuna muda ananiambia nataka kuwa mwenyewe hivyo, unamuelewa kabisa hapa labda kuna vitu haviko sawa, na tukiendelea kuongea hizi conversation itapelekea mpaka ugomvi. Kwa wana try to avoid ile ili msigombane, ndio anaweza kwambia nitakucheck baadaye au sasa hivi siko sawa, naomba nipumzike. Hivyo wenyewe mtembao baadaye zeshe mnaleta sometimes ndio hivyo, nakuelewa. Yani itabidi kwamba nitakucheki baadaye, unaanza kuleta sometimes nakuelewa, sababu ukishamsoma mtu wako ana tabia kama hiyo, kuna muda unatakiwa to give him or her space. Okay, sasa hebu tuongee, wanasema vivid example, mfano halisia. Wewe mtu wako yupo, mtu ambaye ukimwambia kwamba akikwambia kwamba sasa hivi kidogo na kitu nitakuwa nisifanye leo, siku sana, naomba nipumzike, tutaongea kesho, au ni mtu fulani ambaye anajiamulia tu hata nisipomwambia nikimwambia atajua mwenyewe? Sometimes lazima aseme, yani kwamba hivi sometimes yes, sometimes no. Unasikia kwamba ashaiku kaa kimya tu hajakwambia kwamba kwa sababu akaja kutafuta kesho bana, anza sikuwa sawa nikalala na yeye. Inatokea hiyo. Unaelewa? Kuna muda inatakiwa uelewe, japokuwa unaelewa ile magumashi, lakini kuna muda inatakiwa uelewe. Unaona? Hivyo. Kwa mtu akiwa ukishaelewa tu mtu wako yupoje,
Kwa kuna some situation hivi hata haziwezi kukutoa sana tukuanza kufikiria mambo mengine negative. Wewe kama unajuaje mtu anakupenda au anazugu? Pale gumu. Yani kwa hiyo unajuaje mtu kama ananipenda au anazugu? Kuna mambo fulani like hivi nisemeje, lakini kama ukiwa active as a woman or as a girl, kuna vitu fulani unaona kabisa hapa michezo hii hamna kitu, hatufiki popote. Nataka hicho kitu ndo watu yani watu wanaangalia wawe na kitu wanakifanya. Sijui nisemeje, yani sijui hata nisemeje. Lakini yani sijui mwanamke kupenda kupita kiasi ni sawa au sio sawa? Tunampelekea yani sio mwanamke, mtu yoyote kumpenda mwenzie kupita kiasi ni sawa au si sawa? Hivi unajua wanasema the more you care the more you lose. Yeah, sure. I know that. Yeah. Kwa hiyo it's better mtu usimpende ile. Sawa, yani wanasema kwamba hata kama ukimpenda mtu simpe trust yote, yani usijimalize in short. Trust. Kwa nini? Wanawake waaminiki. People are changing like weather. Yani anytime mtu anabadilika. Yani tukiongelea hapo kwenye nilio, ipo hivi. Kuna muda ukimpenda mtu huwezi kuficha. Kuna muda ukimpenda mtu inaonekana. Kuna muda ukimpenda mtu yani inajulikana hivyo yani. Unaweza ukaficha ukiwa unampenda mtu. Ili usimpe assurance like hivyo. Subiri nikwambie, itaenda mpaka the end of the time itajulikana ya kwamba mtu nampenda. Na hiyo especially wage inatokeaga, unajua wage ipoje, ukishaachana na mtu like hata kama ulikuwa mpendo but na memories au mlikuwa na link up fulani, mna bond fulani, ina take time. Unafikiri kinachoumiza watu ni nini? Kinachowafanya watu washindwe ku move on haraka ni hicho bond between na memories zinaumiza kwamba ulikuwa na mtu fulani hivi unajua moments fulani hivi. Okay, wanawake wanawezaje kudhibiti overthinking? Yani akifanya kinaweza kumsaidia stop overthinking, akastay energetic, mambo mengine akaenda yani akawa yuko stressful about that na nini, yani akawa mtu fulani fresh. Kwa upande wangu hapo ninaweza kusema kwanza sijui niekeje hii, lakini mimi naona ukishakuwa ukiwa umempa trust mtu, umeona I didn't mean it ndio muamini. Yani unajua kuna wale watu ambao wanaishi kwamba yani wanaishi maisha fulani hivi wanaaminiana kwamba mtu fanya hivi hata mfano labda akifanya akikiwezi kukudisappoint wala akaruhusu ujue au vipi hivyo. Kwa kuna ule hiyo trust mnaweza mkaekeana kwamba hata labda ameenda sehemu amekuaga, unajua kabisa yuko sehemu fulani amenea kawaida, huwezi kwa tena ukaanza kufikiria kwamba ukaja sehemu fulani mweleweke. Unaweza kaambia upo kwa shangazi, kumbe upo kwa nani? Ndio maana nikakwambia shangazi zinapigwa ngoma za runi. Mkishaaminiana, mkishaka ule uaminifu fulani kwamba wanawake bwana, sisi tunaaminiana kwamba hamna kitu ambacho kitakachotoa sisi kwenye line. Everything inakaa. Lakini ndio shida yenu, yani ukipewa trust asilimia zote ndio unatumia kama weakness. Ndio maana wanaume wengi hapendi kuaddress hicho kitu kwa mwanamke wewe. Yani mwanamke akishaonyesha kwamba yeye ndio yeye anatumia hicho kama weakness ya kufanya chochote ambacho anaona kwamba nikifanya hivyo Bena ananisamehe. Nikifanya hivi atakusamehe. Nikifanya hivi Daki atanisamehe. Mbona umeona mambo ya kusamehe? Kipi kimekukuta? Hamna. Hapo muongelea tabia wanazofanya sana wasichana. Kwamba ataweza kufanya kosa ataomba msamaha. Ndio most simple hivyo. Sio kwamba usikimbie kusema sio wasichana wote. Subiri nikwambie. Mtu anapokosea na kuomba msamaha, it doesn't mean hakupendi au anafanya kusudi au muda mwingine. Hapana, makosa naombea binadamu, makosa hajaombea wanyama wala nini. Sometimes mtu anakosea inakuwa too much. Sio watu mnaangalia Roma ni mtu anafanya vitu like hizo. Nikwambie kama kuna true love, naomba hivi mtu anayekupenda hata mkoseane vipi. Kuna watu aina hizo mbili. Kuna ule mtu ambaye mmekosea akwambia okay let's fix this. Afu kuna anakuambia poa
kila mtu ashike njia zake. Anayekupenda kweli atavumilia. Hivyo ishakutokea kwa mfano una special event afu kaumizwa, labda imekaribia birthday au nini afu kapigwa tukio shakukukuta, yaani kwenye life experience yako? No. Yeah. Sijawahi na au tuongee like tukio kubwa ambalo shapigwa ni lipi? Sikiliza nikwambie, mimi ni mtu ambaye ipo hivi, ukishaleta vitu vangu vyote vya muhimu, subiri, ukishaleta vitu vangu vyote vya muhimu ulete sijui unikorofishe sijui unifanya nini, ile mwingi haitoingilia kama hizo labda special events sijui labda day sijui labda kwa siku ya nini au sijui, yani kitu chochote kitakachokuwa tu Mungu ni cha Mungu. Hata unikorofishe vipi haitoharibu mood yangu ya kule. Hata mfano ikopo birthday yangu wewe asubuhi ukanisumbua ukanizingua, unaendelea fresh ile tunaweka pembeni. Tukishamaliza jambo lile likipita ndio tutaelewana baadaye. Dada ongea, yani ipo ongea, subiri nikwambie, ongea kwenye business. Subiri nikwambie, mimi nawaambia wasichana wa dada, usikubali eti mtu kukaribia mood hakukera na wewe mnaichukua eti siku nzima mimi siko sawa sifanyi kitu fulani kwa ajili no. Okay, ngoja na mimi hapa mimi nachowaambia wadada ya kwamba mtu akikorofisha, yani wewe focus kwenye jambo lilo korofishwa, achana na kila kitu. Hapana, mimi it's true anachoongea Azna ni kweli, like mimi kama kitu kimekutokea. Listen, subiri kwa nikupe mfano. For instance, wazazi wako labda wamekuandalia birthday party. Wewe umezingwana na mtu asubuhi. Birthday saa 12. Subiri, birthday saa 12. Umezingwana na mtu asubuhi. Kwa hiyo nataka kusema unataka kuwa disappoint wazazi wako kisa huyo mpuzi anakusumbua. Does it make sense? Kama kwa wengine sita, lakini mimi siwezi. Unasemaje? Yani mimi kwa mimi confusion yoyote itakayoingia kwenye kitu yangu ya muhimu itakaa pembeni mpaka ile ipite. Tutafanya hivi kwa mtu akutolea, wanasema yani tutoleze sheni lile jambo la kama lilivyo, hamna kitu kitaharibika. Na kitu ambacho napenda kuwashauri watu ni kama kwa fake smile, lakini hamna kitu kitaharibika. Yani mtu asikufanya hata siku moja akawa mtu wa kukaribia, yani mikakati yako au plans ambazo ulikuwa nazo, like ulikuwa unataka ukafanya kitu fulani lakini mtu kafanya kitu fulani una quit, like unaona kwa nini? Mimi nataka kuuliza, kwa nini mnamruhusu mpaka mtu anakuja? Ndio hicho ambacho nakwambia, mtu akuta anapenda sana na kupenda sana ndio ambacho kinamfanya mwanamke overthink. Hamna mtu ambaye apendi sana. Wapo, mimi. Sikiliza, wewe nini bwana, wewe usifanye hajawahi kupenda. Sasa nakwambia watu tunapenda sana. Mambo hutokea lakini bado haibadilishi kitu kwenye maisha. Yaani ndio hivyo. Ya. Maybe labda nikuulize kitu kimoja. Unataka uambie nini wanawake, wadada, especially teenagers, watu ambao wanaishi kitu. Unajua mtu ushavuka teenager wanaanza kuingia kuanzia 30 na uwezi kuteswa na overthink hata siku moja, sababu hii inakuwa ishakomaa. Umepitia kwenye teenager, umepitia 20, yani akili imekomaa, like uwezi kusumbuliwa tena. Unawaambia nini teenager? Yani tuseme unawaambia nini Gen Z kwenye issue ya kwa wadada, issue ya overthink, na unawashauri nini wanaume issue ya kukaa kimya? Kwanza nikianza na wanaume, hebu mpunguze hiyo. Inaomba wanaume ni vichache. Wanaume punguzeni hiyo issue ya kukaa kimya. Yaani mpunguze sometimes. Akwambie mtu kila kitu. So kila kitu. Mimi sitaki kujua kila kitu chako. Kuna vingine havinihusu. Kwa sababu kuna mambo yako mengine very 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 personal. Mimi sipaswi tu kujua. So mimi na mtu mwingine yoyote. Unajua kuna mambo ambayo unaweza ukaishi nayo mwenyewe tu. Unaweza ukasolve mwenyewe, akakasa mwenyewe. Yaani bila mtu yoyote kujua. Hivyo kana. Lakini vile ambavyo unaona kabisa hivi unaweza kushare na mtu na labda akanisaidia mawazo mawili matatu, hata kama sijachukua mawazo, lakini tukabadilishana tu yale mawazo hivi tumeongea hivi na ukakaa sawa. Share baba, mtakufa. Acheni kuweka malundo. Okay, mimi nachopenda kuwashauri wanaume wenzangu, sometimes kama alivyosema Azza, sio kama kila kitu unatakiwa ukiseme. Focus on your thing. Yaani sio lazima, afu mwanamke sio mtu ambaye anaweza akakuharibia mikakati yako. Sio mwanamke short, mambo ambayo unaona like yatakudistract na nini, escape them. Yaani achana navyo. Focus kwenye kitu chako ili ufikie target au
yani matamanio ambayo unatamani wewe. That is na hiyo, hayo ndo maisha ambayo kila mtu anaishi. Kwa wanawake sometimes tusiwe tunaiendekeza sana hiyo tabia ya overthink. Kwa sababu unaweza overthink vitu vya kijinga, ukafanya maamuzi ya kipuuzi, baadaye ukaanza kukaa unajuta, hii kwaje? Mimi nilifikiria hivi. Sometimes cool tu. Acha vitu viende venye vinataka kuflow. Hajakupigia sawa. Amekupigia sawa. Hajajibu message kwa wakati sawa. Jaribu kujua shida ni nini. Kwa nini kakaa kimya au kwa nini? Unajua sometimes so unachukua tu ile maamuzi kwamba jaribu kujua nini shida hapa. Cool. Jamani, kama mlivyosikia hasa leo kwenye Law season 2. I mean this is episode 3, is it? Yes, episode 3. Bwana, tumeongea vitu vingi like kama mnavyoona tunafunga mwaka kibabe, na leo tuko sokoni sushi. Most of the time nilikuwa tunaambia sushi kuna sushi food bana, sushi kuna kila kitu, kuna burger, fries, kuna pizza, kuna nini. Kwa hiyo msimu wa sikukuu njoo sushi. Kuna vyakula vya kila aina. Mbebe baby mama, mbebe baba, mbebe babu, mbebe bibi kutoka Kigoma, Lindi, Mtwara, Burundi. Mbebe wewe mwalifu wako, mbebe wewe taira wako, beba hiyo cheese, beba hiyo takataka. Beba njooni sushi. Mjilie vyakula. Sasa hebu tuanze zetu kupata. Mimi. Unataka ule nini? Au nikulishe? Jamani, until next time, acha sisi tu enjoy sababu tumeshawaambia Christmas wape salamu za Christmas. Sisi kama Raw Family, cameraman mimi nikiwa kama Azra, jamani, cameraman wetu aga most of the time yuko nyuma. Naomba mwaliko. Nipo free. Raw Family podcast tuko hapa anytime, si mmoja, tuje tule ubwabwa wa sikukuu. Alafu msisahau kuchukua t-shirt zetu za Inspired of the Fear of Being Average. We have hoodie, color zote, size mpaka za mtoto wa mwaka mmoja zipo. Nyinyi amoni mimi natia huruma, mnipeni miari. Kitu cha mwisho ambacho nataka niwaambie, stop staying average. Yani usikubali kuwa average. Hapa mimi nilipo, yani average hicho. Kwa nini? Usikubali kuwa ordinary. Hizo ndio kitu cha msingi ambacho napenda kuasisitiza kwenye kuingia 2026. Mimi naulia tena, mbona natia huruma, nialikeni. Jamani, mwalikeni. Mkimwalika Aza umenialika mimi, umemwalika Anta. So yaani ukinialika mimi unaalika tu. Kama sisi tupo hapa mwaliko jamani. Acha sisi jamani tujilie. Njoeni mule. Endelea kuongea, mimi ngoja nijilie kama mpumbavu.